on the stroke of midnight, the governor and the prime minister saluted the new flag. Tangu wakati wa uhuru, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikisisitiza suala la afya na lishe bora, na hivyo kumekuwa na jitihada mbalimbali katika awamu tofauti za uongozi zenye lengo la kupunguza matatizo makubwa ya lishe yanayoikabili nchi yetu. Na katika kutekeleza majukumu yake mbalimbali, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nayo imekuwa mstari wa mbele katika kusukuma ajenda ya lishe kitaifa, kikanda na kimataifa, ikifahamu fika lishe bora ni msingi wa nguvu kazi imara. Kisoma kasi ya kupungua kwa udumavu nchini, ninaona bado tunalo jukumu kubwa la kufanya. Ndugu viongozi na wananchi, swala la udumavu lichukuliwe kwa uzito mkubwa. Hili ni swala la ustawi wa jamii na ni swala la usalama wa nchi. Katika muktadha huu, serikali imeendelea kusimamia uandaji wa mikakati, mipango na miongozo mbalimbali ya kuongoza utekelezaji wa afua za lishe nchini. Wizara ya Afya ikiongozwa kwa umakini na Mheshimiwa Waziri Umi Mwalimu ilikabidhi Taasisi ya Chakula na Lishe Tanzania jukumu la kuandaa mwongozo wa taifa wa chakula na ulaji uliozinduliwa rasmi tarehe 16 mwezi wa 11 2023 katika soko kuu la Kisutu jijini Dar es Salaam. Nataka niwahakikishie Watanzania mwongozo huu unaweza kutumiwa na kila Mtanzania, awe mjini, awe kijijini, awe tajiri, awe maskini. Ni mwongozo ambao unaakisi mazingira ya Kitanzania. Mtu ni afya na afya ni mtaji. Karibuni katika mfululizo wa vipindi vyetu vya lishe bora ni mtaji, vinavyoletwa kwenu na Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa, yani FAO, kwa kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Kilimo na Taasisi ya Chakula na Lishe TFNC, chini ya mradi wa AgriConnect unaofadhiliwa na Umoja wa Ulaya. Jina langu naitwa Victor Mapile, afisa mawasiliano wa FAO. Lishe bora ni mtaji, ukuaji wa mtu. Lishe bora ni mtaji, maendeleo ya elimu. Lishe bora ni mtaji, kwa uchumi wa mtu binafsi. Lishe bora ni mtaji, kwa maendeleo ya taifa letu. Lishe bora ni muhimu kwa maisha yetu. Kama mnavyoona mbele yangu hapa mezani, kuna viungo, kuna matunda, kuna mchele, kuna nyama, kuna mboga za majani, pamoja na viungo vya kutengeneza ladha kwenye chakula. Sasa tunakwenda kupika nini? Jibu hilo wanalo wataalamu wangu ambao niko nao leo hapa, ambaye mmoja anatoka TFNC anaitwa Bi Maria Ngelisho, ambaye ni mtaalamu wa lishe, lakini yuko na Bi Stella Kimambo ambaye pia naye ni mtaalamu wa lishe lakini kutoka FAO. Kwa pamoja wanaenda kutupikia mlo kamili wa mtoto wa kuanzia miaka 2 mpaka 5, na huo mlo utakuwa unajumuisha makundi 6 ya chakula kama inavyoonyeshwa katika mwongozo wa kitaifa wa chakula na ulaji. Karibuni. Vipindi hivi vimeandaliwa ili kuelimisha aina mbalimbali ya vyakula kwa kuzingatia makundi 6 ya chakula kama ilivyoainishwa na miongozo ya kitaifa ya chakula na ulaji. Asante sana Mr. Victor, mtayarishaji wa kipindi chetu cha leo, kwa kutukaribisha. Kama unavyoona mbele yetu, tunayo sahani ya mwongozo wa chakula na ulaji katika nchi yetu ya Tanzania, ambapo una makundi 6. Bi Maria, umehusika sana kuandaa hii sahani ya Tanzania. Na hata kuna wakati tuliipandisha kwenye mlima Kilimanjaro ili Watanzania waweze kuiona. Sahani yetu iko hapa mbele. Unatuambia unatupikia nini? Asante sana Bi Stella. Nimefurahi kuja kujumuika kwenye hiki kipindi tuweze kuwaelimisha Watanzania. Na leo tutakuwa tunapika chakula cha watoto wa miaka 2 mpaka miaka 5. Na tutaandaa wali wa maharage
pamoja na nyama ya kusaga. Tutakuwa na mboga ya mchicha na matunda ya ndizi mbivu na papai. Kwa nini vyakula vyote hivi? Hii ni kwa sababu sahani yetu ya mfano wa mlo kamili inatuonyesha kwamba chakula kimegawanyika katika makundi 6, na tunashauriwa kwamba tunapoandaa mlo tuchukue angalau chakula kimoja kutoka kwenye kila kundi. Mtoto huyu wa miaka 2 mpaka 5 ni kipindi cha ukuaji wa kasi sawa na kile kipindi cha umri wa balehe. Kwa hiyo anahitaji kula vizuri, chakula cha kutosha ili kuweza kukidhi mahitaji yake ya makuzi ya kimwili pamoja na kiakili. Mwanzoni tulikuwa tunatumia pembe 3 kuelimisha wananchi na watu walikuwa wanayaona yale makundi 5. Na sasa katika huu mwongozo mpya ambao tumeuleta umezinduliwa hivi karibuni, unawaelimisha Watanzania kula vyakula katika makundi 6 na si 5 kama ule mwongozo wa kwanza. Sio kwamba tumeongeza chakula, hapana. Umetenganishwa maharage pamoja na nyama na ndio ikaleta lile kundi la 6. Na kwa sasa hivi wataalamu wamechagua umbo la sahani badala ya umbo lile lililokuwa linatumika kwenye maonyesho mbalimbali, umbo la pembe 3. Karibuni jikoni kwetu tuweze kuandaa chakula cha watoto wetu. Sawa, Bi Stella, mimi nitapika wali na kuandaa mboga. Wewe utapika maharage na nyama ya kusaga na kuandaa matunda. Asante sana. Kupunguza muda wa kupika, nilishakata vitunguu vyangu, tangawizi iko hapa, hoho, vitunguu saumu. Mchele umechaguliwa vizuri na nyama hii imesagwa. Na hapa nina mchele ambao nitapika wali. Nimeshaandaa maji yangu ya kutosha kupika kiasi cha mchele nilionao. Kwa hiyo ninauosha mchele wangu. Na Maria, siku hizi watu hawaoshi tena mchele. Wanafanyaje dada? Wanauweka moja kwa moja, wanasema unakuwa mzuri. Lakini si unakuwa na vumbi. Jinsi wanapopika wanasema unanyooka. Bado ni muhimu kupika chakula ambacho ni kisafi, kwa sababu haujui katika hatua za uandaaji huo mchele umepitia wapi. Maana wengine wanaanika chini pia. Hakika. Ninakwenda kuweka vitunguu. Vitunguu vina antioxidant ambayo inasaidia katika afya zetu. Kwa hiyo ni muhimu sana tunapounga mboga kuweka vitunguu. Nitaweka pia na hoho. Japo watoto wetu wanazitenga jamani, wanaziweka pembeni, lakini nazo hizi ni muhimu sana kwa afya yetu. Kama unavyoona mboga zangu ni zina rangi hii nyekundu, nayo ni muhimu kwa afya, nayo ninaiongeza katika maharage yetu. Nitaweka na carrot kidogo. Maharage yatakuwa matamu sana. Kwa kweli yatakuwa matamu. Kuna watu wengine wanapenda kuanza kuunga kwanza. Wanaunga kitunguu kisha wanaweka na nyanya na vitunguu, baadaye wanaweka maharage. Lakini mimi kwa sababu maharage yangu yalishachemka, nimeviweka vyote pamoja vichemke, na maharage yanakuwa matamu kama vile ambavyo yule ambavyo ameanza na kitunguu na nyanya. Kama unapenda unaweza ukaongeza mafuta kidogo, lakini mimi nitaweka nazi na inatosha. Naomba nisaidie Bi Maria chumvi kidogo sana kwa ajili ya ladha. Hii ni dawa ya mboga. Zamani tulikuwa tunaambiwa kwamba ukifika usiku ukienda dukani kununua chumvi Maria, usitamke ni chumvi, unasema naomba dawa ya mboga. Sijui sasa sababu zilikuwa ni nini, lakini ndivyo walivyotuambia wazazi wetu. Lakini hata hivyo bado inaweza ikawa ni dawa ya mboga, kwa sababu unaweka kidogo tu, dawa inaliwa kidogo. Kwa hiyo tunaweka chumvi kidogo kwenye chakula. Kwa hiyo pia bado inaweza hiyo sentensi dawa ya mboga bado inaweza ikawa na maana. Wali wangu unaendelea kuiva, naendelea na zoezi la mboga. Nilikuwa nimeshaanza kuzifanyia maandalizi, zilikuwa zimebaki chache za kukatakata, niendelee na mapishi. Wakati Maria ukifanya hivyo,
na mimi ninakwenda kukaanga au kupika nyama ya kusaga ili watoto wetu waweze kupata protini ya kutosha. Nimeweka mafuta kidogo. Sawa sawa. Wali wangu naona unaendelea vizuri. Nakwenda kuandaa matunda wakati wali unaendelea. Unajua chakula cha leo ni cheka na watoto. Watoto wote wanapenda ubwabwa. Kwa hiyo leo kila mmoja ataniambia asante mama. Chakula kitamu. Na watoto wengi wa umri wa miaka 2 mpaka 5 wanapenda sana wali na maharage. Sana. Labda ndio maana nasema cheka na watoto. Cheka wali nini umesema? Cheka na watoto. Cheka na watoto. Asante. Na kama unapika mboga ya kawaida kwa kutumia nyama ya ng'ombe au nyama ya kuku, unashauriwa utoe yale mafuta au utoe pia ngozi ya kuku. Sasa hapo dada Maria, kuna watu wapenzi wa ile ngozi ya kuku, lakini ina mafuta mengi sana sana sana. Kwa hiyo nyama ya ng'ombe ukiinunua ikiwa na mafuta mengi, ni vizuri kutoa mafuta yale, alafu kisha upike nyama yenyewe, kwa sababu yale mafuta ya wanyama si mazuri kwa afya yetu. Naandaa matunda yetu. Unapowapikia watoto nyama ya kusaga ni rahisi sana, hasa wakiwa wadogo, kupata protini ya kutosha katika miili yao. Kwa wazazi ambao wana watoto wanaoenda shule ambazo wanafungashiwa chakula, ni vizuri tukapika na kuwawekea watoto wetu chakula ambacho ni bora. Mara nyingi wazazi wengi wanaweka mikate na sausage na mtoto anakuwa anakula chakula hicho kwa muda mrefu. Sio kwamba mkate na sausage hauna afya, lakini sausage nyingi zina chumvi nyingi sana. Kwa hiyo mtoto anazoea ladha ya chumvi katika ulimi wake. Wageni wetu sasa wameshatutayarishia chakula chetu ambacho kama nilivyokisema awali ni mlo kamili wa mtoto wa kuanzia miaka 2 mpaka miaka 5 na kwa kuzingatia makundi 6 ya chakula. Kwa hivyo sasa karibuni mezani tayari kwa kukionja chakula chetu. Huu ni mfano wa chakula cha mtoto wa miaka 2 mpaka 5. Kwa hiyo unaweza ukatengeneza vyakula vingine vya tofauti, lakini huu ni mfano. Haimaanishi kwamba anatakiwa ale wali na maharage na nyama za kusaga peke yake. Maharage yanaonekana matamu. Kweli. Asante. Pishi wa maharage ana sehemu yake. Asante. Peponi. Watoto wanapenda maharage. Matunda ni sehemu ya mlo. Asante dada Maria. Asante. Watoto wa umri wa miaka 2 mpaka 5 wanatakiwa wapate milo iliyo kamili mara 3 kwa siku. Lakini hata hivyo wanahitaji kuongezewa asusa 2 zilizo bora katikati ya milo. Unamaanisha nini unaposema asusa? Asusa neno gumu hilo la Kiswahili jamani. Neno gumu. Asusa ni mlo mdogo unaouliwa katikati ya milo mikubwa. Kwa mfano, kama asubuhi mtoto amepata kifungua kinywa ambacho ni mlo kamili, inapofika kwenye saa 4 saa 5 anaweza akapata glasi ya maziwa, anaweza akapata ndizi mbivu au tunda la aina yoyote ile. Hili linamsaidia kupata virutubishi vya ziada, kwani kipindi cha miaka 2 mpaka 5 ni kipindi ambacho ni muhimu kwa ukuaji wa kimwili na kiakili. Ipo dhana katika jamii yetu ya unga wa lishe, yaani unga uliochanganyika mchanganyiko wa nafaka mbalimbali, kwamba ndio chakula bora cha mtoto.
na familia nyingi zimejikita sana, dada Maria, katika huo unga na kuona kwamba nikisha kuwa na huo unga, huyo mtoto ndicho chakula chake. Lakini sisi wazazi tunabadilisha, leo vitumbua, kesho chapati, kesho maandazi, lakini mtoto ni ule uji wa lishe. Hata akiona ile chupa anaanza kulia kabla haijamfikia. Analia kwa sababu ni ule ule, lakini wazazi wamekula chakula ambacho ni tofauti. Kwa hiyo ni vizuri kuwapa watoto chakula katika makundi 6, yani tukimaanisha chakula mchanganyiko, kama tunavyoona mahali hapa, na si lazima ule uji wa lishe uliochanganyika sana. Kuna mazao mengine katika mchanganyiko ule, kuna kimoja kinaiva haraka na kingine kinachelewa, inategemea pia aina ya moto ambao mzazi amepika na ule muda, na ndio maana uji mwingine unaokuta kwenye chupa umekatika, sababu mwingine unakuwa hujaiva. Hapa ndio tumefika mwisho wa kipindi chetu cha leo. Ulikuwa nami Victor Mapile. Wageni wangu walikuwa ni Maria Ngerisho kutoka TFNC, Taasisi ya Chakula na Lishe, na Bi Stella Kimambo kutokea FAO. Na tukumbuke kuwa lishe bora ni mtaji. Maendeleo ya taifa letu. Lishe bora ni mtaji.